anasema anna imra'ata Thabit bin Qais ikhtala'at min zawjiha, yani kajivua kwa ndoa ya mumewe. Faamara an-nabii sallallahu alaihi wasallam an ta'tadda bihaidha, bwana mtume akamwamrisha akae ida kwa hedhi. Sasa wengine wamechukua ile haidha tu kwamba hedhi moja, lakini wale wanao jamhuri sema hapa akae ida kwa hedhi, kwa kama si kwamba hedhi moja, yani kama vile katika talaka zile hedhi ni zahesabiwa muda wa ida, na hapa ni hivyo hivyo, lakini haina maana kwamba talaka ida yenyewe iko inategemea hedhi moja ndio imejibu hivyo kwa sababu Qur'ani inasema walmutallaqat tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Lakini pia tukumbuke kwamba katika khul'u kuna mambo yatakazungumziwa, hakuna raj'a. Mtu akishakuwa amevunja ndoa ile kwa khul'u, kishapewa bustani yake, huwezi kumrejea mke yule muda uko katika ida, sababu ndoa sijavunjika. Ile ida kwa katika talaka, katika khulu huwezi kumrejea, lakini katika talaka unaweza kumrejea, kwa sababu mwanamke akiwa katika ida ya talaka anahitaji matumizi kwa mume mpaka ida ishe pale. Kwa hiyo bado ungali chini yako, na ndio maana hawezi kuolewa na mtu mwingine Kwa hiyo katika khulu hakuna raj'a wala hakuna lazima matumizi. Mtu akiwa kavunja ndoa kapewa hayo mahari yake, basi kazi imekwisha, basi ndoa ishavunjika. Huwezi kuambiwa mume italazima umpe matumizi mpaka ida isha. Si ishavunjika ndoa, sasa matumizi ya nini? Na ida shaisha, anasubiri tu istibrai rahim. Na vile vile katika khul'u anaweza naweza kupatikana khul'u ikatokea katika hali mwanamke katika tohara ya baada ya kumwingilia au katika siku zake, na kule tumekataa sisi tukasema katika hedhi, katika talaka haiwezekani kumwingilia mke akiwa katika siku zake, sima katika talaka huwezi yani katika talaka huwezi kusemaje katika siku zake, huwezi kumpa talaka huwezi kumpa talaka katika siku zake. Mko sawa huwezi kumpa talaka katika siku zake kutokana na aya ya nabii idha talaqtum nisaa fataliquuna li'iddatihinna, wala huwezi kumpa talaka wakati umeshamuingilia mpaka imalizike muda ule aje katika. Ama katika hulu hamna sheria hizo, hamna tofauti yake hiyo. Tayeb, endelea, anasema wa an Abi Zubair anna Thabit ibn Qais min Shammas kanat indahu bintu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hapa kuna riwaya nyingine anaambiwa huyu mwanae hasa mwenyewe Abdullah bin Ubay, kule waambiwa hapana, ni nasaba yao tu. Wakanat asdaqaha hadikatan, alikuwa akampa mahari ama hadika, kila mahali ni hivyo hivyo tofauti jina. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam ataruddina ali hadikatahu, utamrejeshea bustani yake alati ataka, alikupa kwa mahari. Qalat na'am, qalat na'am wa ziyadatan, ndio nitampa na ziada. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam amma ziyada fala, hiyo ziada haimo, kama utajitolea mjitolea tu ziada haimo. Qalat na'am wa ziyada, ataka na ziada aongezewe, haiwezekani. Wewe ulipoolewa mahari yako ilikuwa milioni moja tu, ziada haiwezekani. Ndio nikasema kwamba ikiwa kuna makubaliano ya ziada, basi kwa kuwa mke anataka sana aachwe, anataka sana yakhulu, akakubali ziada, inajuzu, lakini maal karahati makruh. Lakini kwa kulazimisha haiwezekani. Akilazimisha mimi hata ingawa mimpa milioni moja, basi nataka milioni 3 hapa, kaoe mke mwingine, kesi itakwenda kwa kadhi kule. Mkizidi sana ataivunja kadhi, na uwezo kuvunja kadhi, akuvunja ndoa. Sawa sawa. Qala qad qabiltu qada rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nimekubali ile ziada imekataliwa kakubali ana ziada kwamba bwana mtume kaikataa. Rawahu Daraqutni bi isnadi sahih,
Qala sami'a Abu Zubair min ghairi wahid, Abu Zubair kasikia pia hadithi hii kwa wengi. Haya masala yote kuhusu khul'u. Kilichobaki inshallah taala sasa tuingie katika raja, maana yake tumekuwa mara nyingi sana tunaacha turejei. Sasa wenyewe kurejea ndio neema. Watu wakioana warejeana. Tusimame hapa inshallah taala, lakini tu kwa taarifa ya ziada ni kwamba leo hii ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Dhulqaada. Ijumaa ijayo itakuwa mwezi wa mfungo 3 katika siku ambazo bora kuliko siku zote za mwaka mzima, siku 10 za mwanzo zile. Itakuwa ni Ijumaa ambayo hakuna Ijumaa kama hiyo katika mwaka mzima, Ijumaa ijayo. Kwa hiyo kuna wanaofunga siku 9 watafunga siku 9 zote, kuna wanaofunga siku 3 ili mradi wasikose kufunga katika siku 9 za mwanzo hizo. Kuna watakaofunga Alhamisi na Jumatatu, kuna watakaoendelea mpaka Arafa siku moja tu, baadaye wabishani Arafa ipite hivyo hivyo. Wengine wauliza Arafa lini, wengine wasema Arafa ziko 3, wengine wasema 5. Sasa tujui ya Tanzania ni ipi, maana Arafa zimekuwa nyingi. Lakini jambo zuri hasa katika mwezi wa mfungo 3, lile 10 la mwanzo lile lipewe haki yake, kuongeza nguvu katika ibada, kusoma sana Qur'ani, kumswalia sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kufunga sana, na ikifika mwezi 10 kuchinja na kuswali Idi. Lakini wote mfungo 3 ni mfungo ambao ni mwezi ndani yake wa amali njema. Sasa kwa hiyo sisi Ijumaa ijayo tutasoma, sababu itakuwa Ijumaa katika siku 9 za mwanzo. Watakuwa baadhi ya watu wamefunga. Kwa hiyo tukubaliane hivi sasa kwamba siku ya Ijumaa ijayo ambayo yumo katika mwezi wa mfungo 3 katika siku 10 za bora, siku 10 za bora katika mwaka. Kwa hiyo tutoe nafasi siku moja. Baada ya hapo tutakutana inshallah, tutaendelea na kitabu Raj'a. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد وآله وصحبه والله أعلم.